Bali ya muda huu tena. Kwanza kabisa napenda kuwashukuru ndugu jamaa na marafiki ambao mmekuwa bega kwa bega sana katika kutoa support kwenye ukurasa wangu wa kijamii Facebook, Instagram, TikTok. Jina langu najulikana kama Luseba. Lakini pia ukitaka kunipata YouTube, andika Luseba TV utanipata. Mimi kwanza kabla sijaendelea kusema nilihitaji tusikilize hiyo kauli ya huyo shekhe. Shehe iko hivi, mlevi wa Zanzibar ni bora kuliko mashehe wote wa bara, iko hivyo. Iko hivyo. Tunajiamini kwa hilo, ndio maana. Hii serious. Na ukitaka kujua hivyo shekhe, jaribu kukosea mbele ya ujikoseshe tu. Utambaba shehe umechemka. Nadhani tutakuwa tumesikia wote kwa pamoja. Shekhe huyu kwa akili yake timamu, kwa kutumia kinywa chake alichopewa na Mwenyezi Mungu, amediriki kusema mlevi mmoja wa Zanzibar ni bora kuliko mashehe wote wa Tanzania bara. Sasa mimi sijajua, bahati mbaya mimi si muumini sana wa hizi imani, lakini japo kwa nimezipitia kidogo. Sheikh, nilitaka nimkumbushe tu aya katika Qur'ani tukufu, Surah Al-Maida, sura ile ya 5 mstari wa 90. Ukiusoma ule mstari, ulevi umekatazwa wazi wazi na umeelezwa kama dhambi kubwa sana katika imani ya Kiislamu. Sasa anapokuwa anafananisha mashehe wote wa Tanzania bara kwamba si bora ni mlevi mmoja wa Zanzibar, sijajua maana halisi alionayo ni nini. Ndugu zanguni, hili mimi kwangu naona linaniletea ukakasi sana. Katika hadithi za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alisema mtu hupimwa kwa takwa. Kweli inanichanganya mpaka inafika kipindi nakosa hata nimuelezeje anielewe au tuende naye sambamba vizuri, kwamba iweje mlevi awe bora. Ndugu zanguni, iweje mlevi awe bora kuliko mashehe wote wa Tanzania bara? Mimi na imani mtu tungejaribu kupima kwa kutumia Qur'ani na Sunna za Mtume, sio kwa matakwa na mapenzi yetu sisi kama sisi. Jambo hili usipoangalia vizuri, wewe shehe wangu wa Zanzibar, utatengeneza mbomoko mkubwa wa maadili ya imani ya Kiislamu, na hata wale watu ambao walikuwa aidha wanatamani kuingia kwenye imani hiyo watashindwa kwa sababu ya ujinga ambao unaeneza na hamna hata aibu. Mimi nilitegemea vitu mngekuwa mnaviongea mkiwa mko ndani mmejifungia, lakini mnazungumza, baada ya hapo mnaingiza kwenye social media, watu wanasoma, wanaangalia. Hii ndio Tanzania yetu. Sasa segregation, yani ubaguzi utaisha lini? Ubaguzi, yani inaonekana kabisa kwamba wewe umeenda kupingana mpaka na aya ambayo inapatikana ndani ya Qur'ani tukufu. Surah Al-Maida nimekwambia sura ya 5 mstari wa 90. Usome vizuri ni kiasi gani ambavyo ulevi umekatazwa kwa asilimia kubwa katika imani hiyo ya Kiislamu. Lakini wewe leo hii wazi unakuja kabisa unadhalilisha mashehe kwamba mashehe wa bara si bora kuliko mlevi mmoja wa Zanzibar, kwamba mlevi mmoja wa Zanzibar ni bora. Yani umetukuza dhambi. Kwa mujibu wa imani ya Qur'ani umetukuza dhambi, kwamba hiyo dhambi ya ulevi kwa Zanzibar ni bora kuliko mashehe wote wa Tanzania bara. Ndugu zanguni, tunakoelekea ni kugumu sana. Ni kugumu sana ndugu zanguni. Hizi imani nimekuwa nikizizungumzia mara nyingi sana. Na nukuu mwanazuoni mmoja aliweza kuzungumza kitu kimoja, akasema hizi imani tulizoletewa hapa Afrika ni masanduku ya wakoloni. Sasa angalia zinavyokuwa zinatubebena sisi kwa sisi. Zinatubebena kupitia madhehebu, zinatubebena kupitia makabila. Hasa kwa sababu tu wewe ni Mzanzibari, unamuona shekhe wote au Muislamu yoyote wa Tanzania bara si chochote si lolote, na hakuna kitu ambacho na kiswali kwa mujibu wa maneno yako uliyozungumza. Watu wamefunga mwezi mtukufu wa Ramadhani wote siku 30 kwa lillahi taala, wakijua kabisa kwamba wanamulilia Allah subhanahu wa ta'ala awaponye, awaepushe na dhambi, awapunguzie maadhabu. Wamewaombea wagonjwa,
marehemu, watu wenye shida mbalimbali kupitia hiyo funga. Lakini leo hii umeshiba, sijajua si umeshiba pweza, sijui. Maana ndio samaki zinazopatikana sana huko Zanzibar. Unakuja kwenye media unasema dhambi ya ulevi ya Zanzibar ni bora kuliko mashehe wote wa Tanzania bara. Haya bwana. Wenye imani zenu ndio hiyo. Nahitaji komenti zenu hapo. Lakini pia msahau kunifollow na kusubscribe. Asanteni sana kwa kunisikiliza.